Karibu tena mara nyingine katika CP Media Live Broadcasting at Simba Production. Leo hii nakuletea wageni ambao tunaenda kujua wanatoka wapi na ni nani, na tuulizane tu life challenge question, then we see what's next. Wacha nianze na ndugu yangu hapa, wanakuita nani? My name is Felix Naibek Sang from Bungoma County, Mount Elgon constituency. Good. Thank you. Ndugu yangu? I'm Vincent Kea from Vihiga County, Savakali, and I love the Lord. Good. Yeah. So leo nakutana na Felix Naibek from Bungoma na Vincent Viheres from Chavakali, Vihiga. Alright. So ndugu yangu, unaanza na wewe. Ikitokea upate nafasi ya kwenda mbinguni, ni watu wagani unaweza tamani kuwaona? Jambo la kwanza, watu ambao ninatamani kuwaona, especially for those one who have been living together Like you now. We try to talk about those that already are in heaven. Ni wagani wenye moyo wako unaweza tamani ukifika kule waone? Elijah, Moses, Abraham. Good. Acha tu hapo. Na ndugu yangu, wewe ukitokea upate nafasi ya kufika pale mbinguni, ni nani unaweza tamani kuja na umuone? Cha kwanza ningetamani kumuona huyu Yesu ambaye walimkana wakamsulubisha, nijue ni mtu wa aina gani. Cha pili ningeona huyo disciple wake alikuwa anaitwa Peter. Kwa ile courage alikuwa nayo, how he was daring to serve. Other person are the prophets, is Elijah, Enoch, na nasikianga tu alikuwaga mighty, holy, God, akapotea. So those are the people I would like to see. Good. Yeah. Na pengine tu nikikuuliza swali lingine, wakati huo ukikutana na Yesu pale mlangoni, ama pale umepata nafasi umeingia penye yuko, ni jambo gani utaweza kumwambia lenye utahisi ya kwamba umeridhika nalo? Ningeweza kumwambia ni kwamba hakuna kitu naweza kumwambia niende, ataweza kuniambia karibu, na mimi nitasema asante kwa sababu nimeingia katika lango kuu. Nisema kuimba haleluya pamoja na malaika, maana tunaambiwa kwamba kule ni mahali pa kuimba tu. Amina. Good. Ndugu yangu, umesema ya kwamba kama ungepata nafasi ungetamani kukutana na watu kama Elijah, Moses. Kwa hao watu wawili, ni yupi ambaye unapenda sana katika wewe umuone kuwa wa kwanza? Nitamtambua Moses kwa sababu tunaona kwamba Moses alikuwa mtendadamu na aliweza kusaidia Wanaisraeli kutoka nchi ya Misri hadi Kanaani. Lakini ingawa hakufika, lakini tunaona ya kwamba aliomba msamaha kwa Mungu. Pia nami naweza kuwa na hiyo nafasi ya kuomba msamaha like Moses does. Good. Pengine tu tukikaribia kumalizia, nataka nikuulize kwa nini Uria hakuweza kumtengenezea bibi yake bathroom mpaka ikafanya Daudi kumpenda mke wake? Kwa kivyako unaweza sema aje kuhusu hilo swali? Haikuwa kupenda kwake, ila tu ilikuwa ile Daudi unajua kwamba alikuwa mfalme. Na ilikuwa imepangwa kwamba waende kwenye vita, lakini Daudi alifeli kwenda. Akawa na hiyo tamaa ya wanawake. So unamaanisha ni Daudi ndiye alifeli kwenda vita, ama jaribu tu clarify kwa viewers wa kuelewa vizuri, ama kama uelewe ndugu yako akusaidie? Nitasema kuna vitu vingine huko kufanyika, si kwa sababu tunatarajia, lakini shetani ameweka ili kwamba tutaweza kushinda. Maana yeye kukosa kwenda vita haimaanishi kwamba alikuwa anajua kwamba kuna kitu kitatokea, lakini ghafla bin vu kutokea nini, akamwona ule mwanamke anapokuwa akioga pale. Maanisha mwili pia una tamaa zake, na tamaa za mwili zikiruka, ukiona ule msichana utaona yeye bwana aisee kaanguka, ndio maana ilimfanya pia akaweza kuanguka. Kwa hivyo si makosa yake, lakini pia ilikuwa ni makosa yake kwa sababu hakuweza kudiscern na kujua kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu na anafaa kutumika katika
haki na ukweli na katika usafi wa moyo, na kwa kila jambo anafaa kufanya chafaa kumtukuza Mungu. Kwa hivyo ni sisi tukue ni kama mfano kwetu, kwamba tukaweza kusimama katika neno na tujue kwamba tu watu ambao Mungu ameteua kumwabudu kama kumtumikia katika kila hali, katika ukweli wote, na jina lake litatukuzwa. Swali la mwisho rafiki yangu Nebei. Nataka tu yes or no. Umewahi kulwa na mwanamke pesa yote kwa njia ya fair? Yes. Good. Ndugu yangu, swali la mwisho kwako, ni jambo gani ukimuona mwanamke huo unapendezwa nalo? Ni jambo kile ambacho ninachosema kama ni mwanamke ambaye anamcha Mungu. Maana Proverbs chapter 31 verse 30 nasema, charm is beautiful and deceitful, but a woman who fears the Lord, the fear of the Lord, a woman mwenye akona fear of the Lord. So hata awe hana character mzuri, lakini just because he fear God, lakini akona kiburi juu. Tuko na watu wengine they fear God but pia akona hiyo tabia kiburi. Fearing of the Lord, which means wakati tunamwogopa Mungu utafanya kile kitu ambacho kinampendeza Mungu. Na vitu vingine ni kwa muda. We are just a piece of clay, is the potter. So if we fear him, kumaanisha tumemkubali and submitting to him, atatumold in his image na tuweza kufanyika bora, na our characters zaweza kufanyika bora mbele zake. Na wewe ndugu, ni kitu gani ukiona mwanamke unasema tu huyu ameweza? Kenya mimi huwa naona, ama wewe unapendezwa kama Daudi? ukiona kiuno alafu pia sura na matendo. Lakini tumekuja kuona sura ama kiuno ama nyash inaleta changamoto mingi. Basi sasa hivi tunaangalia ni mtu anamtambua Mungu ama amtambui tu. Ni mtu mwenye ako tayari kutetea shida wakati inaingilia kwenye jamii. So ni vitu kazo ambavyo tunaona sasa hivi. Thank you our followers. I think wewe mwanamume ambao umetufuatilia sasa umesikia kwamba kitu ambacho wanaume wanahitaji ni character na watu ambao wanaogopa Mungu. So jitathmini, ufikirie huko mahali gani na huko sehemu gani. Thank you my brothers for coming in the CP Media. Let us meet another day. May the Lord bless you as we continue to empower our community. Bye bye. Subscribe our YouTube channel. Shalom.